Hii movie inaitwa Treasure in the Sky, movie inayoelezea maisha ya wanafunzi, hisia za kimapenzi, ushirikiano, lakini pamoja na ucheshi. Movie inaanza kwa kutuonyesha mazingira ya shuleni, wanafunzi wakiwa wanafanya usajili wa safari ya mwisho wa mwaka, Excursion Alpha Ipha Nature Community. Hawa ni vijana wenye ndoto, shauku na changamoto za kimapenzi na kijamii. Miongoni mwao ni Jidena. Jidena ni kijana mwenye tabasamu, ana huruma, pia na moyo wa kujaribu kubadilisha maisha ya wale walio karibu na yeye. Na Jidena sio tu kijana wa kawaida, bali ni mtu anayekuwa mstari wa mbele kuwasaidia wengine hata anapokuwa katika mateso na urafiki mgumu. Huyu Jidena ana uhusiano maalum na rafiki yake wa karibu anaitwa Amina. Amina ni msichana ambaye mara nyingi huonekana akimsaidia na kumpa ushauri. Wote wawili wamekuwa karibu tangu zamani. Kutoka mwanzoni tunakutana pia na Kamsi. Kamsi ni msichana mwenye utulivu, ana busara, lakini pia mara nyingi hukosolewa na wenzake kwa sababu tabia yake ya kipekee. Kamsi ana historia ya huzuni ya kibinafsi na familia yake, ambayo hulazimika kushughulika na matatizo ya kiafya pamoja na kifedha. Wengine katika kundi hilo ni Bella, aliyekuwa akifanya kazi ya kutafuta umaarufu, na Promise, ambaye alikuwa huru sana na ana historia ya zamani na Amina. Hawa wahusika hunena migogoro ya kijamii, tabia za mapenzi na urafiki unaotoboa hisia. Katika safari ya kwenda Alpha Ipha wanajifunza mengi juu ya maisha na wajibu wa kushirikiana. Jidena anaanza kukaa karibu zaidi na Kamsi, akimlinda dhidi ya walimwengu wanaomkemea bila sababu. Na mara nyingi anajaribu kuifanya dunia iwe mahali salama kwa watu kama yeye. Jidena anajaribu pia kuwakabidhi wengine hisia za huruma, akifanya kazi kupatanisha uhusiano mgumu kati ya Blessing pamoja na Peace, na kuelewa kwamba mapenzi si mchezo wa kawaida. Ingawa safari imeonekana ya kielimu na kufurahisha kwa wengi, lakini kuna mvutano mdogo kati ya Bella pamoja na Mr. George. Huyu Mr. George ni mwalimu wao wa kazi za vijana ambaye ana mapenzi yasiyo na kipimo na Bella. Bella ni msichana ambaye anaishi chini ya mzigo wa maisha ya kifedha. Sasa kwa utaratibu, uhusiano kati ya Jidena pamoja na Kamsi unakuwa kwa kasi. Wakiwa pamoja wanacheka, wanafurahi, kucheza, kushirikiana pamoja na kucheza michezo, jambo ambalo linaibua hisia kali kwa Amina ambaye bado ana hisia zake. Katika jambo la kushangaza, Amina anatumia nafasi ya uhusiano wake na Promise kumfanya Jidena aache kuogopa na hivyo kumrekebisha Amina pamoja na Promise kwa mara nyingine. Lakini hatimaye Amina anarudi kwa uaminifu wa Jidena kwa sababu Jidena alimshauri. Wakati wa safari ya kurudi shuleni, Jidena anagundua kuwa hayuko sawa, anaonekana kuwa dhaifu, anakumbana na shinikizo la afya na anakimbizwa hospitali faster. Wakati huo siri kubwa ya maisha yake inafichuliwa. Kumbe Jidena anaumwa ugonjwa wa damu ambao ni hatari sana, na sasa hivi ipo stage namba 4. Hii habari inalipua roho za kila mtu. Wanafunzi, marafiki pamoja na walimu wakaanza kumtembelea kila siku hospitalini, huku kila mmoja akijaribu kuelewa jinsi dunia inaweza kubadilika kwa sekunde moja tu. Ikawa wanakwenda hospitalini, wanapiga naye story, wanacheka, wanafurahi na nini. Hata akiwa mgonjwa, Jidena anafanya mambo ya ajabu kidogo. Yaani anapanga malengo ya kuwasaidia wengine. Anapanga scholarship kwa Samson ili aweze kwenda chuo kikuu, jambo ambalo liliwashangaza watu wengi sana. Lakini pia anamsaidia Mr. George kumaliza shida zake za kifedha kwa kumpa kazi baada ya youth service, akionyesha kuwa hata akiwa afanye kazi moja kwa moja ya kufundisha, bado anaweza kusaidia maisha ya walimu wake. Kwa hisia na moyo mkubwa wa Jidena, anaandika cheki kubwa ya milioni 7 za naira kwa ajili ya upasuaji wa ugonjwa wa dada yake, jambo ambalo linafanya harakati za maisha ya familia yake kubadilika kabisa. Hii inasababisha udukuzi wa hisia kati ya walio wengi. Mara nyingi watu wanagundua kuwa mafanikio ya kweli sio tu kutafuta umaarufu, bali kutoa kitu kwa wengine bila kutarajia. Wakati wa prepom, Kamsi anaamua kushiriki mwanzo wa maisha yake na Jidena hospitalini. Wakiwa pamoja kama wanandoa bila kuwa na uchunguzi zaidi wa siku zijazo, hisia zinapeperuka angani kama upepo wa huzuni na matumaini. Baada ya muda, taarifa zinaenea kwamba Jidena
amefariki dunia. Watu walilia wakimwaga machozi wakimkumbuka Jidenna. Ni vile tu namna ambavyo alikuwa akiishi na watu, kuwasaidia, kuwapa moyo, kuwapa ushauri na vitu kama hivyo. Kwa kiufupi, filamu hii ni hadithi ya wapenzi, marafiki, lakini pia matumaini yaliyojengwa ndani ya safari ya maisha ya vijana. Safari ambayo inatufundisha kwamba hazina kuu ya maisha haipimwi kwa vitu vya nje, bali kwa mioyo yetu yenyewe. Na kukumbusha kusubscribe, kushare na kulike kwenye YouTube channel ya Rash Informer. Mimi naitwa Morash. Kwenye Instagram natumia It's Morash, TikTok natumia Morash, Facebook natumia Morash Kijukuu. Until next time.